Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana, na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote. Ndugu mpendwa, nikutakie amani ya Kristo. Kabla ya kuendelea, tumshukuru Mungu Roho Mtakatifu. Baba, asante kwa neema yako. Baba, asante kwa nguvu zako. Baba, asante kwa uwezo wako. Karibu Mungu Roho Mtakatifu, upate kutufundisha, upate kutuongoza, upate kutuelimisha na kutueleza Bwana yale mambo ya siri, mambo ya Mungu Jehova. Karibu Mungu Roho Mtakatifu, utufunulie na maandiko, utusaidie kuelewa na maandiko, utufunulie zile siri za Mungu Jehova, yale mafumbo ya Mungu Jehova ambazo akili zetu hayawezi. Bwana, katufungulie Mungu Roho Mtakatifu na uweza wako na nguvu zako, katika jina la Yesu Kristo. Tuko tayari kusikia Bwana kutoka kwako, kwa damu ya mwana kondoo. Amen. Amen. Ndugu mpendwa, nikutakie tena amani ya Kristo Yesu. Leo kuna ujumbe nataka tuuone hapa, unaosema kwamba matokeo si muhimu. Muhimu ni kujua ni nguvu gani iliyo nyuma ya hayo matokeo. Matokeo sio muhimu. Muhimu ni kujua ni nguvu gani iliyohusika na hayo matokeo. Ni nguvu gani iliyo nyuma na hayo matokeo? Ni nguvu ya Mungu yupi iliyo nyuma ya hayo matokeo? Ni nguvu ya Mungu gani? Je, ni Mungu Jehova au ni Mungu Baali? Je, ni Mungu El Shaddai au ni Mungu Dagon? Je, ni Mungu Elohim au ni miungu ya dunia hii? Matokeo sio muhimu. Muhimu ni kujua ni nguvu gani iliyo nyuma ya haya matokeo. Bwana asifiwe. Matendo ya Mitume 16 na mstari wa 16 na kuendelea. Matendo ya Mitume 16 na mstari wa 16 na kuendelea. Nitasoma kwa haraka. Anasema hivi: ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uuguzi akatukuta, aliwapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uuguzi akatukuta, aliwapatia bwana zake faida nyingi kwa pepo wa uuguzi. Bwana zake faida nyingi, aidha faida kwenye biashara, faida kwenye miradi yao, faida kwenye uchumi wao, faida kwenye makampuni yao. Ni kijakazi alikuwa na pepo wa uuguzi. Huyu binti alikuwa anawapa watu faida, alikuwa anawapa watu matokeo, lakini watu hawajui ni nguvu gani iliyoko nyuma na matokeo hayo. Hawajui kile chanzo cha matokeo yanayopatikana kwa yule binti ni nguvu ya Mungu yupi. Bwana asifiwe. 17 akamfuata Paulo na sisi, akapiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuhubiria njia ya wokovu. Akafanya hivyo siku nyingi, lakini Paulo akasikitika, akageuka, akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile. Tunaona kabisa alikuwa anafanya hivi kwa siku nyingi. Ubinti kila wakutana mahali pale, anasema mahali pale pa kusali, aidha ilikuwa ni madhabahu, aidha ilikuwa ni nyumba ya ibada, aidha ni sehemu ambayo ilitengwa kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, ilikuwa ni desturi yao, ilikuwa ni kawaida yao kina Paulo na wenyewe, japokuwa alikuja huu mji wa Derbe na Listra, ile sehemu ilikuwa imetengwa kwa ajili ya kumtukuza Mungu, lakini na huyu binti alikuwa naye anaingia pale. Akiwapatia bwana zake faida. Ukihitaji mtoto ulikuwa unakutana huyu binti, anakutabilia, anakubarikia kupitia miungu yake, kupitia pepo zake, pepo alikuwa nyuma yake. Tunajua kuna watumishi wa Mungu baada wakamkemea yule pepo akatoka. Issue sio kuangalia matokeo, issue sio kufurahia matokeo, issue sio kuangalia muujiza,
ni kujua ni nguvu ya Mungu yupi iliyoko nyuma ya matokeo. Ni nguvu ya Mungu gani? Je, ni Mungu Jehova au ni miungu ya dunia hii? Je, ni Mungu Elohim, ni Mungu Yawe, ni Mungu muumba mbingu na nchi, au ni miungu, Mungu Baali, Mungu Dagoni? Kwa hiyo pendwa watumishi wa Mungu, katika nyakati hizi tulizo nazo, tuwe watu wa kuchunguza ni nguvu ya Mungu gani, ni nguvu ya Mungu yupi iliyoko nyuma ya matokeo. Bwana asifiwe. Paulo na Sila, Matendo 19 na mstari wa 23. Matendo 19. Unajua Paulo alitumwa kuhubiri injili kwa mataifa. Kwa hiyo Paulo alikuwa anatengeneza njia. Alikuwa anaenda kuharibu kila kazi ya giza isiyofaa. Alikuwa anaenda kurudisha heshima ya Mungu Jehova tena. Kijiti alipewa yeye. Injili kwenda kimataifa. Kwa hiyo tunajua alitembea sehemu nyingi kuhubiri injili. Alitembea sehemu nyingi kutangaza habari za wokovu. Hiyo Matendo 19:23 anasema hivi. Matendo 19 mstari wa 23 anasema hivi. Wakati huo kukatukia ghasia si haba katika habari ya njia ile. 24. Kwa maana mtu mmoja jina lake Demetrio, mfua fedha, aliyekuwa akifanya vihekalu vya fedha vya Artemi, alikuwa akiwapatia mafundi faida nyingi. Vihekalu vya fedha vya Artemi. Huyo Artemi alikuwa ni mungu wao, kama visanamu. Na vilikuwa vina hii kazi ya kuchonga miungu midogo midogo ya huyu mungu wao alikuwa Artemi. Ilikuwa inawapatia faida nyingi. Inshi sio matokeo, inshi sio faida. Ni Mungu gani anayehusika? Ni nguvu ya Mungu gani iliyo nyuma ya hayo matokeo? Ni nguvu ya Mungu gani iliyo nyuma ya huo uponyaji? Ni nguvu ya Mungu gani iliyo nyuma ya hizo baraka? Ni kweli tunakuona umebarikiwa siku hizi. Ni kweli tunakuona umeinuka. Ni kweli tunakuona ni nguvu ya Mungu gani iliyo nyuma ya hayo matokeo? Binti, ulikuwa na shida na mtoto kiasi cha muda fulani, miaka fulani. Ngoje Bwana. Ni nguvu ya Mungu gani inahusika na hayo matokeo? Ni kweli matokeo, vijana siku hizi tunaona wana maisha mazuri, vijana wadogo. Je, ni Mungu Jehova au ni miungu ya dunia hii, au ni Mungu Artemi, au ni Mungu Baali? Ni nguvu ya Mungu yupi iliyohusika na hayo matokeo ulionayo? Tunaendelea. 25. Matendo ya Mitume 19:25. Akawakusanya hao pamoja na wengine wenye kazi ile, akasema, enyi wanaume, mnajua ya kuwa utajiri wetu utoka katika kazi hii. 26. Tena mnaona na kusikia ya kwamba si katika Efeso tu, bali katika Asia yote pia Paulo huyo amewashawishi watu wengi na kuwageuza nia zao, akisema ya kwamba hiyo mnayoifanya kwa mikono sio miungu. 27. Si kwamba kazi hii yetu ina hatari ya kudharauliwa tu, bali na hekalu la Mungu mke aliye mkuu Artemi. Nasikia hekalu la Mungu mke aliye mkuu Artemi, yani mungu wao huyu Artemi alikuwa anawapatia fedha, alikuwa anawapatia faida, alikuwa anawapatia matokeo, alikuwa anawapatia mahitaji yao. Issue sio matokeo, ni nguvu ya Mungu yupi inahusika na haya matokeo? Ni Mungu Roho Mtakatifu? Ni Mungu Yesu Kristo? Ni Mungu Jehova? Tutajua tu. 27 anasema kwamba si kwamba kazi hii ina hatari ya kudharauliwa tu, bali na hekalu la Mungu mke aliye mkuu Artemi kuhesabiwa si kitu na kuondolewa utukufu wake, ambaye Asia yote pia na walimwengu wote humwabudu. Waliposikia haya wakajaa ghadhabu, wakapiga kelele wakisema, Artemi wa Efeso ni mkuu. Basi leo watu wengi, leo vijana wengi, leo watumishi wengi wa Mungu, leo karibia 1% kubwa watu wengi wamepotoshwa,
Watu wengi wamepotea, watu wengi wameelekea kusikofaa. Kwa nini? Kwa sababu wamechunguza matokeo, lakini hawakuichunguza nguvu iliyo nyuma ya yale matokeo. Hata shetani anaponya, hata shetani anabariki. Watu wengi wanauza nafsi zao kwa miungu ya dunia hii. Watu wengi wanauza nafsi zao kwa shetani. Watu wengi wanauza nafsi zao kwa waganga ili wapate mafanikio. Vijana wengi wanauza nafsi zao kwa miungu ya dunia hii ili wapate mafanikio. Jinsi sio matokeo, ni kujua ni nguvu ya Mungu gani iliyokubariki. Jinsi sio kubarikiwa, pokea gari, pokea nyumba, pokea hiki, pokea hiki, pokea mtoto, pokea nini. Jinsi sio kupokea, ni kujua ni nguvu ya Mungu yupi. Ni Mungu Jehova au ni Mungu ya dunia hii, miungu isiyofaa. Tuwe macho nyakati za mwisho. Tuwe macho nyakati za mwisho. Chunga sana ulicho nacho. Tumalize na Wathesalonike wa pili. Wathesalonike wa pili 2 mstari tuanzie wa 8 mpaka 11. Wathesalonike wa pili sura ya 2 tuanzie mstari wa 8 mpaka wa 11. Anasema hivi: hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi, ambaye Bwana Yesu atamuua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa ufunuo wa kuwapo kwake. Namba 9, yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake Shetani. Yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake Shetani, kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo. Ana uwezo, ana ishara, ana ajabu pia za uongo. Yaani matokeo yote anayo. Ana uwezo. Uwezo ni uwezo wa kuponya. Ana uwezo kukupa kazi. Ana uwezo wa kukupa ajira. Ana uwezo wa kukupa watoto. Ana ishara zote. Ana ajabu, lakini ni za uongo. Yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake Shetani, kwa uwezo wote. Kila uwezo wote anao. Na ishara na ajabu za uongo. Namba 10, na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. 11, kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu wa uamini uongo, ili wahukumiwe wote ambao hawakuiamini kweli, bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. Kwanza Mungu mwenyewe analizia, kwa sababu hamtaki mafundisho ya Mungu Jehova, hamtaki kutulia chini ya watumishi wa Mungu wa kweli. Mnakimbilia matokeo bila kujua ni nguvu gani, ni nguvu ya Mungu yupi ipo nyuma ya haya matokeo. Kwa sababu mnakataa kukaa chini ya fundisho. Mungu mwenyewe anasema hivi katika hii Wathesalonike wa pili 2:11, kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu wa uamini uongo. Amtaki kukaa chini ya fundisho la mitume na manabii wa Mungu wa kweli. Amtaki kukanywa, amtaki injili ya kukemewa, amtaki injili ya kuwekwa sawa mbele za Mungu. Anataka injili ya kubarikiwa tu. Injili ya kubarikiwa tu, hapana. Maandiko yanasema hivi, Mungu mtoto anayemkanya tena anampenda na anamrudia pia. Mungu anakukanya, bado anakupenda, bado anakurudia pia. Wapendwa katika Bwana, tuwe makini kuchunguza nguvu iliyo nyuma ya matokeo. Tuwe makini kama watu wa Beroya, tuwe makini, na Mungu atusaidie katika jina la Yesu. Amen.